Karibu sana mwishoni wa somo hili la kujitambua binafsi, ambalo kipengele cha mwisho ni jinsi ya kujenga kujitambua kila siku. Najua unajiuliza namna gani nitaweza kujitambua kila siku au kujenga tabia ya kujitambua. Basi yapo mambo kadha wa kadha ambayo unapaswa kuyajua. Jambo la kwanza ni kuhakikisha unaandika mambo matatu unayoyapenda kuhusu wewe. Je, kuna mambo yote ambayo unayoyapenda matatu? Yaandike. Kama yapo zaidi unaweza kuyaandika, lakini kuanzia matatu hadi matano itakuwa ni vizuri zaidi. Jambo la pili, andika mambo matatu unayotaka kuyabadilisha. Je, kuna jambo lolote unataka kulibadilisha? Kuna mambo ambayo unataka kuyabadilisha? Yaandike mambo hayo matatu unayotaka kuyabadilisha. Na jambo la tatu, hakikisha unazungukwa na watu wanaokujenga kila siku. Kumbuka wewe ni jumla ya watu 5 au 6 wanaokuzunguka. Ukikaa na 5 wajinga, basi utakuwa mjinga namba 6. Ukikaa na wenye hekima 5, basi utakuwa mwenye hekima namba 6. Pia kumbuka kuhakikisha unafuatilia vitu vinavyokujenga, na visivyokujenga waachie wajinga. Kumbuka mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Chagua kwa hekima ili uwe na maisha ya hekima, ili uwe mwenye hekima. Na jambo la mwisho, hakikisha unasoma neno la Mungu mara kwa mara. Kumbuka kwa neno la Mungu ndio kuna ukweli kuhusu wewe. Hitimisho wa somo hili la kujitambua binafsi ni kwamba kujitambua binafsi ni safari ya kila siku, sio safari ya siku moja. Ni safari ya muda mrefu, ni safari ya maisha yako yote. Kila siku tunajitambua kwa upya. Ni kujifunza kila siku. Hakikisha unajifunza kila siku kuhusu wewe. Hakikisha unakuwa, hakikisha unafanya mabadiliko pale ambapo unapoona umekosea. Hakikisha unasimama imara kwenye kusudi ulilopewa na Mungu. Kumbuka ukimjua Mungu vizuri, basi utajijua na wewe vizuri. Ukijijua wewe vizuri, utafanya maamuzi bora na mazuri ya maisha yako. Na ukishafanya maamuzi bora, basi utakuwa na maisha bora. Kumbuka unachoamua ndio kinaamua matokeo ya maisha yako. Na ukiamua vizuri, basi utaishi maisha yenye mafanikio na utulivu. Mtu anayejitambua huwa mwanga kwa wengine. Hakikisha unajitambua mapema ili kushika nafasi yako katika dunia kwa ujasiri na hekima, na kuwa chanzo cha mabadiliko kwa watu wengine. Mimi nakupenda sana. Asante sana kwa pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa somo hili, na Mungu akubariki. Bila shaka ukilifanyia kazi itakuletea matokeo ambayo ni chanya. Mimi nakupenda sana. Naitwa John Mabanzo. Tukutane wakati mwingine. See you then.